Nimeshakwambia sikupendi na sikutaki tena, naomba ukae mbali na mimi tena, koma kunifuatilia. Aisha, sema hivyo. Aisha, wewe ni mwanamke ambaye nakupenda sana na mpenzi. Aisha, Aisha, acha usifanye hivyo Aisha. Aisha, Aisha, Aisha. Aisha. Mlembo, I think it is not first time to see me. Umeshaniona tuliongea. Unanikumbuka vizuri? Hii hapa ni business card yangu. Kuna namba yangu humo, contact number zipo hapa. So if you can accept my request, I will give you the offer. Big offer. Take it. Okay? You have a good day. Washeni. Vipi bwana? Yaje bwana. Yaje. Fresh. Alright. Safi mwana. Mwana tuona nini? Tukae kwanza chini hapa tuzungumze. Mwana. Vipi wewe? Shwari. Unatoka chuo? Ni nzuri. Sawa, kutoka chuo. Safi. Mwanangu kutoka umemaliza chuo kwa kupiga Kigoma mazima. Mwanangu sio poa. Vipi maendeleo? Mwanangu safi. Ni safi kabisa. Tunashukuru Mungu kutoka poa kwa kweli. Jambo nzuri. Vipi sasa? Unajua nimefika hapa na kama siku 3 hivi ndo nimefika, nimeingia nyumbani. Kutoka hivi nyumbani. Kuna mshepati kile nakuja. Vipi sasa maendeleo yako, unafanyaje kazi au kazi bado hujapata? Mwanangu masuala ya kazi bado. Bado na kwa kweli nimefurahi kuona. Mwanangu mimi nina changamoto. Changamoto gani? Mwanangu hapo unaponiona hivi. Nilikuwa nakaa na sister nyumbani. Sister yako wewe? Sister yangu mimi. Yaani ndugu yangu, yani huwezi amini, dadangu yani ameshaniacha. Sasa shikamo. Salama kwema. Ni heri. Asante. Asante sana. Unaona mwana? Yaani tu huwezi amini dadangu.
Dadako? Yaani kanifukuza vibaya ovyo. Kwa hiyo hapa nilipokuona nilikuwa nakuomba angalau unisaidie tu ulipofikia tu. Angalau niende kulala. Dadako ufukuzaje labda dadako? Mungu haelewi, yani dada mkorofi tu. Yani visa vya ajabu ajabu, yani visa vilichokuwa hivi. Na yani mpaka sasa dadako kabisa au kufikia? Mmoja au kufikia? Bwana dadangu mimi ambaye amenigaramikia mpaka sasa nimemaliza masomo ya chuo. Yani amenisomesha fanya, lakini kitendo cha kuja kwake imekuwa too much. Kwa hiyo sasa unaelekea wapi? Mwana, yani ninavyokuambia hivi, sielewi ninapoelekea. Yani mimi mwenyewe hapa kitu kimesha kuja. Ndio maana nilipokuona tu kwanza ulivyoniita, nimetamani yani mwanangu kama unanistiri angalau leo tu nistiri. Ili kwa leo tu basi. Sasa blaza hapo ndo kuna kudanganya. Sababu hapo mwenyewe nimefika hapa na kama siku mbili nimebakiza siku mbili kukaa huko Mpanda. Hapa ndakiwa kati ya kesho kutwa hivi naweza nikarudi Kigoma, umeona? Na sasa nilipofikia nimefikia road mama. Alafu kuna chufani nafuatilia, nitaka nikutafute lakini sema tu mambo yakawa bado hayajakaa sawa. Lakini changamoto tuseme hajafa sana kivile. Hivyo tukapata namba yako ya simu ili tuweze kupanga mambo mengine kitoka huko kwa nyumbani. Ni sawa, lakini sasa issue ni ile kama utaweza kunisaidia andika tu namba. Ila mwana saidie mwanangu, yani 0755 ndio 70 49 88 ndio hiyo. Na ndo namba yako hivi ipo hewani? Ipo hewani, lakini ile ya chuo ilishagapotea. Sasa ulipotezaje namba? Changamoto tu. Inaita? Inaita. Basi save basi hapo. Tutaja nini? Unajua mimi muda sina sana. Mimi nitakucheki kwa jamaa ananisubiria, mimi nitakucheki. Tutachonga zaidi, alafu tupate maisha mageni. Sawa mwanangu, yani mimi nitamani ungenisaidia mwana. Karibu.
Na wewe? Dada, maisha ninayopitia kule mtaani kwa kweli ni magumu. Nimeligundua kosa langu dada. Siwezi kukaa peke yangu kule mtaani. Yaani dada, mimi nimekuwa wa kubeba zege. Mimi nimekuwa wa kutukanwa na mafundi. Kwa hiyo mimi najua kabisa kwamba nimekosea dadangu. Nimekuja kukuomba msamaha dada, basi naomba unisamehe sana. Haitajirudia tena. Safi kabisa. Kumbe umejua kufanya kazi eh? Dada, mimi nimekuwa ndio maisha yanayokufaa sasa. Tena umekuwa vizuri kabisa. Hadi unatoa harufu. Hayo ndio maisha yanayokufaa. Maana umekaa huko ndani, nimekulea vizuri. Dada, najua nilikosea ila naomba usinifanyie hivyo. Dada, wewe si ni msomi? Wewe umesoma? Haya, nimekupeleka shule. Lakini malipo yake umenilipa nini huko ndani? Dharau, dada, kejeli. Nisikilize wewe kunguni. Tena nisikilize kwa makini. Huna nafasi ya kuingia ndani mwangu tena. Usifike huko basi dadangu. Huna nafasi ya kukaa huko ndani tena. Sasa imefika zamu yako. Nenda kapambane. Dada, wewe ni mwanaume. Nenda kapambane. Ondoka. Dada, sifanye hivyo. Wewe dadangu, naomba usinifanyie hivyo dadangu. Usitake nikafanya kitu cha ajabu hapa. Toka. Dada. Unisikii wewe? Dada. Siku ukija kugonga hili geti, unafuata nguo zako ndani. Dada, usinifanyie hivyo dadangu. Dada. Ti. Abe. Kama nilivyokuambia hapa ndo nyumbani nakuishi, ndo nyumbani kwangu. Kwa hiyo jisikie amani, feel happy, feel you at home. Yani sitaki uwe na usionyeshea mazingira yale kwamba una huzuni na nini. Nataka urelax. Kama ulikuwa unaishi nyumbani ndo uishi na hapa. Kwa hapa ndio unapoishi mimi. Kwa hiyo karibu sana. Asante. Ni vizuri. Nikafurahia Yeah. Lakini nyumba ni kubwa sana. Vipi, unaishi na nani? Humu naishi peke yangu. Niko mwenyewe tu. Ila dada yangu alisafiri. Naishi na dada yangu lakini ana takriban kama wiki 3 hivi hayupo. Kwa saa hizi nipo mwenyewe. Kuwa na amani kabisa, wala usijali. Sijui umenielewa? Ndio shakupenda, acha nikuamini. Au sio? Ila sitaki uonyeshe mazingira fulani kama mgeni na nataka urelax kama nyumbani. Sio unanielewa lakini? Sawa, nakuelewa. Ndio maana nimekuleta kwa sababu nakupenda. Yaani paka nakuleta huko maana yake nakupenda. Kwa hiyo naomba ujisikie amani. Unielewa? Sawa babe. Umefurahi lakini. Sasa ngoja nikuchukulie kinywaji kidogo uchambe kwa nini? Unajua mazingira bado mageni geza vizuri. Nilete kinywaji kwanza afu. Sawa. Vipi? Mbona umezuba tena? Sijai bana. Maji hapa. Nimeenda kule kwenye friji naona vinywaji viliisha kwa. Yapiga hata maji kidogo matamu Yeah. Sasa nachokuomba kitu kimoja. Hapa natoka. Kuna mtu nataka nimuone hapo. Chap kama dakika kadhaa. Ila nakuomba usije ukatoka huko ndani.